Club A to Z. Swali, kazi, jibu. Una geti? Session yako? Hapana, si geti. Ugeti? Utajua mwenyewe kama ugeti. Lakini mimi niko na furaha kubwa sana leo. Episode ya kwanza tukiwa na mgeni ambaye ni mwanamke kwenye Club A to Z. Makofi tafadhali. Asante. Furaha hili baada ya muda mrefu sana. Baada ya muda mrefu sana. Na haya ni matokeo ya message zenu DM, lakini pia sisi ni watu wa kutoka sana kwenye zile connection na networking wanasema tunakutana na watu tofauti. Kwa hiyo kwenye moja kati ya pita za Club A to Z tukakutana na Gen Z mmoja smart sana, mrefu kichwani, ambaye leo ametubariki muda wake kupita hapa kwenye Club A to Z kuzungumza na sisi vitu kadha wa kadha kuhusiana na maisha. Huyu ni life coach. Ni life coach. Kukutana zoea ma life coach unakuaga wazee kama hawa. Ma life coach, lakini tuko na life coach ambaye ni Gen Z. What a moment. Yeah. So anaitwa Liza. Yes. Liza Teresa. Yeah. Liza Teresa. So tumefurahi sana kuwa na wewe. Thank you. Liza Teresa. Na huyu jamaa unamuona hapo anaitwa Alan Lucky. Nice to meet you. Nice to meet you too, Liza. Na nimefurahi kusikia wewe ni life coach. Kwa hiyo leo tuko na mwalimu wa maisha. Mwalimu wa maisha ya. Una story na Alan? Yeah, I kinda have it. Unamkumbuka? Namkumbuka. Yeye hakumbuki. Yeah, nikumbuki. Hata mimi nimeanza baada ya kuniambia nikakumbuka shule nilikuwa nimeenda shuleni kwenu. Yeah. Yeah, lakini ukiniuliza location sasa hivi sikumbuki ni wapi, but nakumbuka is one of the schools ambazo nilitembelea wakati nafanya Skonga. Yeah. Okay. Ila yeye atakuwa na kumbukumbu nzuri zaidi kwa yeah. sababu ni one of the moments ambazo alizienjoy sana. Yeah, nilienjoy kwa sababu nakumbuka nilikuwa mdogo and then you came na a lot of camera, so nilikuwa na hide. Huyo na hide ndo namtaka. So that was the most amazing thing. Yeah. So yeah. Do you think that moment changed you in a way? Yes, kwa sababu mimi ni mtu ambaye I'm always indoors. Spendi kuwa out na kuwa nervous na nini. Vitu kama confidence ni muhimu sana kwa watoto. So at that moment ulinionyesha kwamba hata kama kila mtu anakuona you are nothing, you got something. Yeah, so sure. You move me for something. Okay. So that's when kila kitu kikapo. It was really fun doing the Q&A session. Yeah. Na wanafunzi kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa napenda kuchagua wale ambao naona kama wanataka kurudi nyuma ama kujificha hivi. Kwa hiyo I think it's a good moment, na kama ilikusaidia mimi nashukuru sana. Nafurahi kusikia hivyo. Yeah. Okay. Kwa hiyo leo napiga story kuhusiana na wazaliwa wa kwanza. Wazaliwa wa kwanza kwenye familia kuvaa majukumu ya uzazi, sio tu kuzilea familia zao kwa kipato, lakini hata kimawazo, kimaadili. Ni culture ambayo imezoeleka kwa Afrika. So maisha yanabadilika, vizazi vinabadilika. Kwenye format yetu ya swali kazi jibu leo, swali letu ni kwamba Generation Z au watoto wa 2000 bado wanastahili kuendelea kubebeshwa jukumu la kuwa wazazi wa pili Kwa ajili ya wadogo zao na wazazi wao. Wanazo hizo qualities bado. Darasa kuna wimbo wake anasema kwamba nyumbani kwenu wewe ndo mlezi na ulipaswa kulelewa. Kama umekabidhiwa jezi na mchezo haujauelewa. Si ndio? Yeah. Kwa hiyo sasa tuseme Gen Z tuwavalishe jezi, mchezo anauelewa? Inawezekana alikuwa mbele ya muda. Kwamba alikuwa mbele ya muda. Yeah. So okay. Wote kwa nafasi zetu tumeshawahi kuzihudumia familia zetu, hata kama sisi sio wazao wa kwanza, si ndio? Mtu kwa secondary parent, tafsiri yake ni nini? Mtoto wa kwanza wa familia
mara nyingi huwa anaonekana kama ni mzazi pia. Kwa hiyo wakati wazazi halisi wako away, hata kama wametoka tu nyumbani wameenda kwenye shughuli zao, pale nyumbani yule mtoto wa kwanza anatarajiwa kuchukua majukumu fulani hivi ya kuhakikisha mambo yote yameenda sawa. Na anapoendelea kukua, anapitia mfumo wa shule, na mfumo wa shule pia somehow una create majukumu kwa kila anayejifunza, lakini hasa wale ambao ni watoto wa kwanza kwenye familia zao. Asilimia kubwa ya watoto shuleni ambao ni viongozi wa darasa ama viongozi wa nini, hata kwao pia wanakuaga ni watoto wa kwanza. Na wanavyoendelea kukua sasa, wanapofikia hatua wamemaliza system ya shule, amesoma university labda ndo amemaliza, tayari familia inaanza kumwangalia kama ni mtu ambaye huyu ndo wa kwanza kutukomboa kwenye hiki kijamii chetu kidogo, kwamba ndo huyu. Yani watakuangalia wewe, sio wadogo zako, na hata kama wadogo zako watapitia nyendo hizo hizo, watapitia hatua hizo hizo mpaka watamaliza shule, lakini asilimia kubwa wewe ukiwa mtoto wa kwanza ndo utakuwa unaangaliwa. Ni kama ulivyosema secondary parent, yani mzazi wa pili. Wazazi wenyewe wanakuangalia na hata wadogo zako pia watakuangalia kama dada yao ama kama kaka yao. Yeah? Kwa hiyo kiperspective ni kwamba je, wewe uko kwenye hiyo situation? Na je, kwa swali lako sasa, watoto 2000 umewaita hivyo, Gen Zs, je, wana uwezo wa kuvaa yale majukumu kama ambavyo vizazi vingine viliendelea kuvaa hayo majukumu kiusahihi? Kama sijakosea labda kama nimeliweka vizuri, niko sahihi kwa namna hiyo. Kwa hilo ndo swali kuu. Swali kuu. Lakini kwa nini swali limekuja? Nadhani hapa sasa Liza ndo atachip ni vizuri sasa. Uwanja wake wa nyumbani huo. Kabisa. Ndo shughuli zake. Ndo shughuli zake za kila siku hizo. Kwa sababu ndo life coach. Kwa hiyo swali limekuja kutokana na kwamba mimi nazifahamu ofisi nyingi sana ambazo hazihitaji kuajiri Gen Z, kwa perspective ya kwamba Gen Z wanaenda kazini, lakini changamoto yao ni kwamba bosi inabidi tena play role ya mzazi kumlea Gen Z akiwa kazini. Kwa hiyo Gen Z anashindwa kudeliver kazi yake vizuri. Gen Z na watu wengine wengi ambao wapo mitaani, vijana kama sisi ambao wanajitafuta, ambao bado hawajui michuzi yao inaingilia wapi. Sasa Liz, wewe una represent hiyo Gen Z, lakini uko hapa pia kama life coach, si ndio? Kutokana na hayo maswala yanayohusu Gen Z, wana fit kuwa wasaidizi wa wazazi wao, kuwa wazazi wa pili? Okay. Mimi kwa mtazamo wangu, kutokana pia umetuambia darasa litoa future kabla, sawa. Yeah, you can understand kwamba jezi inafaa kumpa huyu mtu ataenda nayo, kwa sababu sasa hivi generation is not only about the first born. Kila mtu yeyote anakuwa wa kwanza kufanya kitu kwenye familia. Tayari inakuaga ni neema, ni ile kitu cha karama mtu anakuwa ishapewa. So as a first born, my brother amesema hapa kwamba ile malezi ambayo alipewa ndio atamlead kwenda kuwa the good leader. So most of the time mama hajafanya vitu vizuri, baba hajafanya vitu vizuri, and hatutaki kulaumu sana, kwa sababu nimegundua maisha sasa hivi tusilaumu sana. Ni kwamba ukishajua kitu kimeharibika basi kitengeneze. Lakini fortunately Gen Z tunapenda kulalamika sana. Yani tunalaumu, but ukishaelewa kwamba okay, mamangu hakuweka sawa, kwa hiyo mimi acha nisimame sawa, nifanye kila kitu. So which means kama mimi mamangu hakuniweka sawa, hata maisha, kwa sababu unajua maisha ya society yanaanzia nyumbani. Kama mamangu hakuniambia niangalie wadogo zangu wanafanyaje, mfumo ule wako, kila kitu kinaanzia nyumbani, kwa sababu dunia ya nje kama kukaa vizuri huko itakupiga. No, nje kunatisha. So before you take any step, before you go to any society, kazini ulivyosema kwa nini hawataki kuajiri, mimi nasemaga kila siku, Gen Z they are smart, they are good, but they are lack of giving a message. Hawajui watoe ujumbe vipi, na hiyo yote inatoka kutokana
the background ya mzazi alinilea vipi. Yani naweza nikawa nina mavitu lakini baadaye niende nimwambie nimfuate, let's say for example Lucky anajua vitu, and then listen, I have this and this, can you help me to go and talk to my boss? Taona hiyo it's a wasting of time, mimi nitaenda straight kwa boss. Kwa hiyo inakuwa ni lack of yani you have something you want to give it lakini haujui namna ya kukitoa. Unakitoa in wrong way, ama haujui upite vipi uweze kufikisha. Sasa ukishajigundua mimi nikitoaga message mwenzangu na natoa vibaya, ni heri mara 100 umfuate yule aliyekuwa juu yako. Naona. Na kingine, hawa wenye wako juu zetu pia hawapendi kutusikia. Wanaona kama nikiwa juu yako najua kila kitu. Naona. Yani I know everything. Sio kwamba Gen Zs mnajiona kwamba nyinyi ni special group, inabidi mpewe special treatment. No, kwangu mimi I believe nobody is special. Sawa? You just have your own unique way of living your life and your background, where you coming from, wherever. So kuna mtoto mwenzetu hapa pembeni, maisha fresh, akiomba hiki kapewa. Sawa? Huyo hata umwambie wewe ni mtoto wa kwanza atakwambia wewe unanizingua. Alafu kuna huyu yani kuna people they have living, they see everything on the table. Kama mzazi hakumjengea yale mazingira ya kwamba hata leo ni you need to take off the company, yeye haviko akilini mwake. Lakini kuna huyu ambaye uliosema yuko mtaani, sio kwamba hatamani na yeye aishi maisha kama ya ule mwenzie, lakini kutokana kwamba jamani, mamangu anaenda nahangaika, babangu anaenda nahangaika, hebu acha na mimi nijaribu tujitoe kwenye this situation of life. Trust me, now I believe kila mzazi anatamani mwanae akue kama mtoto. Everybody deserves to be a child, but there is society, the life. For how long? Kwa mfano, mimi mama yangu bado yuko hai. Namshukuru Mungu bado mama yangu yuko hai. Najaribu sana kuwaza hivi, nikiingia kichwani mwake ananiangaliaje mimi? Je, ni hichi ulichokisema kwamba ananiona kama mtoto, ama ananiona ama yeye anatamani mimi niendelee kuwa mtoto? Yani najaribu kuwaza hivyo, na reflect what you said. Let me tell you something. If hujawahi kusikia mtu anakuambia mimi nimeolewa afu mamangu anatoka kula anakuja ananipiga, hana adabu kweli, lakini you have to kutii. Watoto hatukui mbele ya wazazi wetu. Ndio maana I really wish tuwe na wale wazazi wanatuambia tukienda nje maisha akiwa is not okay, come back home. Is that a good thing? It's a good thing. There is always a refresh. Sio ndo ile kwamba unaendelea tu kuwa mtoto siku zote. Kwa nini usiende man up? Mambo yamekuwa magumu, man up, continue, you become an adult. My dear, why should you come back? Lucky, dunia sasa hivi it's scary. Ndio maana nimekuambia sisi Gen Z, we are not afraid to dare, we are not afraid to try, but we also we are lack of sometime wisdom, najua. So the reason I'm going back home, but don't get me wrong, kuna home zingine usirudi ndugu yangu. Kuna zingine if ushatoka umetoka. So when you get that chance of going back home, inakusaidia yale madini yote uliyokusanya pamoja. Sasa kama una mzazi yuko na very big wisdom, akwambia sasa mwanangu 1 2 3 4, sasa hapa anzia tena, nenda pale pale ulipoachia, endeleza. It's good to always go back home. Okay. Naona mmenogewa kidogo. Sijui ni hizi mic za Sokonoga zinawanogesha sana. Au mnajihisi kama mpo Havana properties humu ndani, mpo kwenye BNB za Havana au vipi? Chukulia kama ndo uwanja wako wa nyumbani ulouzoea pale Centric Studio unapofanyaga session zako kila siku za A to Z. Chukulia kama uko pale yani. Wazao wa kwanza, mimi napenda kutumia neno wazao wa kwanza. Watoto wa kwanza lazima wataendelea kuwepo. Lazima familia zitaendelea kuwa na firstborn, middle child na lastborn. Lazima itaendelea. Lakini
zile responsibilities alizokuwa anazipata firstborn miaka ya 90 au firstborn wa millennials, firstborn wa generation X, ndizo hizo responsibility ambazo firstborn wa Gen Z inabidi na yeye endelee kuwa nazo? That's my question, including hii ya kuwa second parent. Na yeye bado mgongo wake una magamba ya kuhimili hizo responsibilities za kuwa mzazi wa pili. Kwanza okay, wewe utatusaidia. Tukumbushe, ukiachana na mzazi wa pili, mtoto wa kwanza kuwa mzazi wa pili, kuwasaidia wazazi kuilea familia, ni majukumu gani mengine ambayo mtoto wa kwanza alikuwa anakabidhiwa wakati nyinyi mnazaliwa? Okay, unajua umeiweka kwa ukubwa wake, kwa sababu kulea kuna maanisha mambo mengi sana. Yani kulea sio kitu kimoja. Everything that is involved in raise someone. Kwenye familia ambazo sisi tumetokea, watoto wa kwanza, hata watoto wa pili, tuseme watoto wakubwa wa familia, walikuwa wanalea watoto wadogo, kuanzia kuwabeba, wakati mwingine mpaka kuwabadilisha nguo, kuwaogesha, kuwalisha chakula. Umeona? Kwa mfano unaweza ukawa labda kuna mtoto wa miaka 10, 11, 12 ndani ya familia, afu kuna kichanga. Unakuta yule mtoto anatumia muda mwingi sana kucheza na yule mtoto mdogo, ama utakuta miaka michache ya mwanzo, sasa kwenye familia ambazo wazazi wanakuwa wako busy, labda wako na wanaenda makazini, wako busy na nini, yule mtoto wa miaka 10, 11, 12 hapa anamlea mtoto mdogo wa miaka ambaye ndo amezaliwa, kumpa maziwa na kukua naye. Familia nyingi ndo ziko hivyo. Kwa hiyo ndio maana nasema kulea ni kitu kikubwa sana. Yani wakati mwingine kina include kuinduce tabia kwa yule mtoto anayekua. Kwa hiyo kama kaka yako kwenye familia ana tabia fulani, na wewe umetumia muda mwingi, yeye ametumia muda mwingi kukulea, unaweza ukawa nawe una behave kama kaka yako. Kama ni dada yako, una behave kama dada yako. Na ndio maana utakuta wanasemaga, sijui kama nitakuwa natoka nje ya reli, lakini wao wanasema familia ambayo ina mtoto mmoja wa kiume alafu amelelewa na dada zake, wanasemaga hao watoto wa kiume pia wanakuwa na tabia za kike. Wanasemaga hivyo. Wanasemaga hivyo, na ni kweli. Kwa nini? Kwa sababu ndio maana nasema kulea ni kitu kikubwa sana. Mbali tu ya kumbadilisha ile diaper, ama kumpa maziwa, ama kumuogesha, ama kucheza naye, kumbeba, kumlaza na vitu kama hivyo, anapata pia tabia zako. Na pia umetaja emotions hapa. Wakati mwingine watoto wanaangalia watu wazima waliopo around kwake. Hao watu wazima, yeye kwa mtoto, mtu mzima ni aliyemzidi umri, hata kama ni bado ni mtoto mwenzie, lakini amemzidi umri. Kwa hiyo the way anavyo act, the way anavyoishi maisha, anavyo conduct himself or herself, ndivyo ambavyo huyu mtoto anayekuwa atajiweka hivyo kwa style hiyo. Kwa hiyo kwenye swali lako la je, wana magamba ya kubeba majukumu ya miaka hiyo, hata wewe mwenyewe swali lako tu lilikuwa lina doubt. The way ulivyouliza tu lilikuwa linaonyesha kwamba hawana yani umeliuliza kwa style ya kwamba kama vile unasema hivi ni kweli hawa watu wana, yani unatafuta tu mtu aseme hawana ili wewe kama wana magamba mniambie wana magamba. Mimi yuko sahihi, sawa? Lakini mimi nitarudi pale nitakwambia kwamba generation yetu wengi hawataki tena kufanya hayo mambo, kwa sababu unajikuta umelea ndugu zako, unajisahau na wewe. Exactly. That is very true. You don't remember yourself. You always put others in front. Na whether we like it or not, tuombee sana mama firstborn ambao Mungu kawajalia. Unakuta ni mtu ambaye hataki unajua science wanakuambia mama anapotoa uzao wake wa kwanza anatoa na 70% ya zile emotions zake zote anampa mtoto wa kwanza, which means yule mtoto anazaliwa na ule uchungu wa mama wote. Kwa herufi kubwa. Mzao wa kwanza ndio mwenye anachukuaga uchungu wote wa mamake wa kwanza, 70%.
mi nitaongelea kwa upande wa watoto wa kike, Wazaliwa wa kwanza. wazaliwa wa kwanza, kwa sababu mwenyewe ni mzaliwa wa kwanza wa kike. Mimi nipo in the middle. Yeah, mi niko in the middle, but at the same time mimi ndo binti pekee nilizaliwa wa kwanza. Now you can imagine the heaviness ambayo mtu nakumebeba. So ukiwa mzao wa kwanza, kwa lugha science pia hiyo inakuambia mtoto wa kwanza wa kike ni kama ana spirit ya watoto wa kiume 10. Spirit kwa maana gani? 10 men. Kwa sababu mtoto wa kwanza anachukuaga ile spirit ya dad and the spirit of a mother. When the father doesn't show up in the picture, yule mtoto hata kama anakuwa, kuna namna ile uchungu wa lack, kwa sababu mama sana mchukuaga analia naye kifuani. Ile uchungu mtoto anakuwa anazishika, Anaunyonya ule. anaunyonya. Unaona? Kuna vitu kweli tumevichukulia poa, but vimekosti mambo mengi sana. Kwa maana unaona first daughters wengi hawapati ndoa. Leo. Sio kwamba ni wabinti wabaya. Haimaanishi ni generation gani? Haimaanishi ni generation gani. Is it because ametoka kwenye makuzi ya kutokuwa na mwanaume? Yani kwa mfano mama yake labda alikuwa ni single mother, ndio maana inamuaffect mtoto naye anaishi maisha ya kisingle mother. Okay, hiyo iko kwenye generation tofauti. Kuna yule baba anakuwa yuko kwenye familia lakini he never been in the picture. Mtoto anakuwa anajua baba yupo lakini yuko pale nyumbani. He's 24 hours busy. Na unajua binti yako wa kwanza akivaa dress, nani wa kwanza kumwambia you are beautiful? You are the one. Wewe ndo utanijengea confidence yote. Sasa kama sisikii hivyo vitu, babangu hayuko. And then kuna yule ambaye kweli amekuwa hamna baba kwenye picha, ila Mungu alimchukua, unaona? Au kuna wale waliondoka. So uwezi kuamini, hii kitu inakula sana watoto, especially uzao wa kwanza. Sasa anajijengea ile mazingira ya kujiprotect, asiumie, anakuwa anaogopa, anakuwa na ngozi, anakuwa na ile protect. Ndio maana ukutana anambia dada bwana, mimi kipindi na approach kwa hivi, lakini the more you need to know her, the more she's so soft. Kwa nini? You need to be at least a man of 100 spirit ili deal na first born daughter. Hapo kwenye majukumu ya mtoto wa kwanza wa kifamilia, mimi nataka tuangalie zaidi upande wa jinsi ambavyo yanaweza kumuaffect kwenye growth yake kama binadamu wa kawaida, growth yake yeye kama personal growth, lakini pili kwenye growth upande wa career yake, kwa sababu tunaamini huyu msichana ama huyu mvulana ana kitu anakifanya kwenye maisha yake, labda ni lawyer au labda ni mtangazaji, ama inawezekana pia kawa daktari. Sasa kwenye career yake, kwenye ujenzi wa career yake unakuwa affected vipi pale ambapo anawekewa majukumu ya uzazi wa pili? Ninogeshe zaidi hapo, na stories za watu wengi sana ambao nimekuwa nao, tumeishi kwa pamoja, tumekuwa kwa pamoja, lakini imefikia point kwamba wao hawa excel kwenye career zao ama kwenye biashara zao, kwa sababu pale anapokipata kitu ana watoto kama 3 4 anaendelea kuwasomesha, wadogo zake, watoto wa mjomba, sijui cousin. Yani kuna so many people, na in our families the way we live, especially in our country, kwa sababu tuna ujamaa, yule mmoja ambaye anaonekana kwamba amesimama kwenye maisha ndio huwa anapelekewa ndugu zake. Generation yetu kidogo itakuwa ni ngumu. Kwa sababu gani? Hakuna kitu kibaya kama unaanza saidia watu afu kujisahau wewe mwenyewe. Kila mtu ana ndoto zake, kila mtu anatamani awe na maisha mazuri, but inafika sehemu unajikuta kama kaka alivyosema, umepata tu kile kidogo, kila mtu anataka kiwanja hicho kitu. Sasa kutokana na kwamba namna tumelelewa, you don't need to say no. Kwa sababu wazazi wetu pia wana hizi kauli nzito kwamba takulani kwanza, mimi si nilikusomesha, sijui nini na nini. Hizo kauli sometimes I feel like sio nzuri,
kwa sababu umenileta duniani, si kuomba. Eh, Haikuagi vizuri, ni kwa sababu it's like a threat you are putting for a child, akati that child did not ask you to come to the world at the first place. Kwa hiyo one thing you need to realize, ulishakubali kuwa na mtoto. Kwa hiyo ni jukumu lako kama mzazi. Ndio maana unakumbuka, lakini nimekwambia mtoto ni mtoto tu kwa mama hadi kwa baba. Kwa sababu gani? Nina career, hata sijachukua step. Hivi kuna muda inatakiwa wewe mwenyewe ukao ujue, kwani mimi nitaolewa lini? Nitakuwa na familia lini? You see? Kwa sababu you keep putting people first and then people hawezi kukumbuka kwamba there is a day I'm going to pass away, I'm going to die, na hakuna mwenye atajali. Yeah, au unaweza ukashindwa kwenye karia yako, nikafeli kabisa, alafu sasa wao ndo wakawa mstari wa mbele kusema kukucheka, yule alikuwa sana amesahau kama wewe ndo alikuwa anasomesha mtoto wake. Anasahau kabisa. Yeah, so hiyo si ni kawaida ya binadamu tu. No. Kama ni kawaida haituzui kuisema, kwa sababu ni kitu kiko kwenye jamii. Inabidi let's learn this thing whether we like it or not. Umeniweka kwa hii dunia, please, hata kama ndo kwanza naanza kwenda shule, usianze kuniuliza sasa ndugu yangu nauli, you need to give me nauli hata kama niko chuo. Sawa, bado natambaa, sijaanza hata kutembea, unanikabidhi kitu kingine. Ndio maana nimesema kuna wazazi hawatamani kufanya kuona mwanao au mwanae afanye hiyo mambo, lakini we are in Africa, you can see the reality. Yeah. Guys, sawa, unajua nini, kila mtu ongea mnagusa napopataka. Nami kwenye maoni yenu kuna maoni nataka kuweka. Unajua, yes, mpo sahihi, lakini kwa nini wazee kama hawa, vijana kama hawa wao, si ndio? Kwa sababu walitengenezea mazingira ya kama mlivyosema, sio kwa zamani ilikuwa ni mzaliwa wa kwanza, mtoto wa kwanza kwenye familia ndio ilikuwa atamaliza shule wa kwanza, atapata kazi na nini, ataanza kutengeneza michuzi, si ndio? Then kwa sababu tayari alishakuzwa kwenye mazingira ya kulea ndugu zake na familia yake, analibeba lile kama sehemu ya majukumu yake, and they are comfortable with that, si ndio? Na ndio maana story nyingi za first year zona zisikia ambao huwa wanaapa kwamba mimi bomba langu la kwanza lazima nitume nyumbani, nimjengee mama yangu nyumba. Yani first year chuo nyumba na boom. Boom ni kiasi gani la kujenga nyumba? Anakuwa na ile spirit ya kwamba anataka nisaidie familia, si ndio? Achana na pressure ambayo anapewa na jamii kwamba you have to help your family, lazima uwasaidie wazazi wako kulea familia, kusomesha wadogo zako. Yeye mwenyewe kutokana alivyokuzwa anakuwa na hiyo self desire kwamba natamani nikipata pesa nisaidie familia yangu. Kwa hiyo jinsi hamna hiyo. Okay. Special group. Mimi ningependa niulize swali moja tu. Tunaongelea generation ya millennial. Huyu ni millennial. Hivi unahisi wengi wao wako happy? That's very good. Lakini najaribu pia, kabla sijajibu hilo swali, najaribu kuangalia Gen Z na wafahamu, najiuliza, je, wako happy? Wanaonekana wako wanajijali zaidi kuliko sisi. Sorry, umeuliza wako happy hawa au Gen Z wako sisi? Lakini ninapojibu najaribu kureflect kwanza generation inayotufuata sisi. Nikimweka Gen Z hapa na nikimweka millennial hapa, naona kama Gen Z yuko more happier than millennial. Kwa nini? Kwa sababu millennial yuko kwenye umri wa majukumu zaidi kuliko Gen Z. Nikiwa namaanisha kwamba asilimia kubwa ya millennials tayari wako kwenye familia, wameoa, wana watoto, na kwa sababu siku ina masaa 24 tu, anajikuta muda wake mwingi upo kwenye take care of others than taking care of themselves. Na hiyo inawafanya waingie kwenye hali ya kuwa depressed. Kwa hiyo ukishakuwa depressed hauwezi kuwa happy.
Kwa hiyo hiyo ni conversation nyingine kubwa sana around how do you make yourself happy, how and etc. Lakini to answer your question, they are not, we are not. Yeah. Na kwa Gen Zs ni kwa sababu nahisi ni kwa sababu bado hawajafikia hatua ya kubanwa na maisha, kwamba wana familia. Gen Zs wangapi wana familia? Wao ndo wako ndani ya familia, wao ndo wanaendelea kunyonya, sio wao wananyonywa. Inawezekana hawana familia lakini wana majukumu. Itakapofika point watakapoanza kuwa na majukumu mazito ya kunyonywa, ambayo kila bomba linaingiza maji na yanatoka hayakai, je, tutaanza kujiuliza tena, are they happy? Tutawakompea na hawa. Lakini kuna jibu moja amelisema hapa kwamba wao hawako tayari kuchukua mizigo mizito migongoni mwao kama secondary parents. Nafikiri umesema kitu kama hicho. Labda hiyo inawafanya inawapa freedom, inawapa wawe free from all these other things, then they are not depressed because they don't have any other, and for them it's very very okay. So Liz, nimejibu swali? Kinda. So let me just ask you as well. Kwa namna ndugu yetu ameongea, wewe ni Gen Z mwenzangu? No, mimi ni millennial. Wewe Gen Z wewe bwana. Mimi ni millennial. Hakuna millennial mwenye kitambi hivyo bwana. Kwako wewe. Kwa sababu let's not only say kwamba ni firstborn. Sawa? Yeah. Let's also tuseme kwamba kuna kweli ma firstborn walipinda toka zamani. Sawa? Yaani utamlea lakini mwenye anaenda kuchukua huo firstborn ni lastborn. Kwa maana ya responsibility. Yeah. Yaani unakutana mtu mwenye ametoka kujielewa ni wa mwisho. Ndio maana unakutana, ijapo ni mada ya siku nyingine, wanakuambia mtoto wa mwisho siku zote anakuwa na akili haraka kutokana na wale waliomtangulia, anaona vitu walivyofanya. Most of the time lastborn wako selfish, they control, na ndio maana wanatoboa haraka. Unaona? So lastborn. Unaona? So ndio maana nikaja kwako. Ndio maana nikaja kwako. Ndio maana mimi nimeongea lastborn. Sawa? Japo ni mada siku nyingine we can see. Bado natafuta top. We can say kwamba Gen Z, especially firstborn Gen Z, anakaa anaangalia, babangu wa kwanza toka alihangaika, alisaidia ukoo mzima, nobody appreciate him. Sawa? Baba alisacrifice kila kitu, nobody appreciate. Kuna mwingine anakuambia mama kafa tu kwa kusaidia watu kivile. So kwa hiyo jenza kuja, kwa nini mimi nitake haya mateso yote? Kila mtu mamako ndo alikuleta duniani, kwa hiyo kila mtu adili na matatizo yake. Kwa hiyo kuna ile uselfish, sio kwamba ni kwa nia mbaya. Ni kwa nia ya kwamba ngoja nijirekebishe mambo fulani moja mawili matatu ili hii jukumu tarudi kufanya nini? Kulifanya. Lakini kianza sasa hivi au irudie makosa. Huyo muda utafika lini? Unafika. Utafika. Kwa sababu wewe umeanza kupewa majukumu kutoka na miaka 18. Kwanza 18 nishakuwa mkubwa. Kwanza let's put hata miaka 6 as long wewe tu ushakuwa wa kwanza. Naenda kwa jirani, hebu fanya mipango ya wenzio nini na nini. Ndio maana unakuta Lucky kakwambia, unakuta mtoto hana tena yule utoto. Unajua hata ukienda kwenye therapist, sijui manani huko, always wanakuambiaga rudi kwenye utoto wako. Go back to your 5 years old. Can you imagine you are 25 afu rudi kwenye 5 years old? Do you know how long it's going to take you to heal? So for me, kwa kweli msilaumu majenzi. Swali lako kwangu lilikuwa ni lipi? Kwa hiyo swali langu ni kwamba do you think ni sahihi kwetu sisi kuwa selfish? Of course mimi naamini kwenye ubinafsi, sio kwenu tu nyie, kwenye kila kitu. Mimi sioni shida mtu kuwa mbinafsi.
So, kwa sababu ubinafsi ndio unaletaga maendeleo always. Ukiangalia hata nchi ambazo zimeendelea walikuwa ni wabinafsi. Yani ile true patriotism, si ndio? Ukizungumzia ile true patriotism, yani ni kwamba lazima uwe mbinafsi wewe na nchi yako. Think about your country only, usifikirie kitu kingine chochote kile. Think about utafanya nini kwa ajili ya nchi yako, taifa lako. Unaelewa? Na ukicustomize hiyo kwenye level ya familia au level ya career, manake when you think about what you're doing, kwamba kikulipe au kikutengenezee legacy au kikupe achievement fulani, manake lazima uwe selfish, lazima uwekeze. Kwa mimi sina shida na mtu kuwa selfish, lakini mimi narudi pale pale kwa nyinyi Gen Z. Kwa hiyo nataka kusema kwamba hawa waliokubali jukumu la kuwa wazazi wa pili, secondary parents, walilazimishwa, hawakuwa wamejiandaa, hawakufanya kwa hiari. Wengi wao walikuwa hawajajiandaa. There is no way out. Lakini they supposed to do it. Ni mfumo ambao umetiki, umelipa. Ndio maana tulimuuliza wengi wao wako happy. Kuwa depressed haimaanishi kwamba hauko happy. Unaweza kuwa na depression lakini you are happy. Really? Of course, unaweza kuwa depressed unajua unauliza swali alafu unajijibu. Exactly. Kwa sababu kwanza umesema mfumo. Mfumo ndio uko hivyo. The only way to change mfumo, unahitaji mtu ambaye ana guts. Na huyo mtu anatokea kwenye mazingira gani? Ndio maana wadogo zetu Gen Z wako na guts za kuchange mfumo. Mifumo mingi tu. Leo tu nilikuwa nasoma article moja ilikuwa inasema duniani kuna asilimia kubwa ya Gen Z ambao wana apply for jobs, wanapata jobs and then they don't show up. Yani employers wameingia kwenye shida kubwa kwa sababu kwanza employers wengi sasa hivi, dunia sasa hivi, especially baada ya COVID, wameanza kufocus na watu ambao, yani nafasi za internship kwenye kampuni ndo ziko nyingi sana dunia nzima. Ukiangalia nafasi zinazotangazwa ni za interns nyingi sana kuliko nafasi nyingine zote. Sio senior management ndo ya mwisho kwenye kutangazwa kwenye nafasi za kazi. Why? Kwa sababu seniors wanalipwa zaidi, cost zao ni kubwa zaidi za kumwajiri mtu. Intern cost zake ni chini. Kwa hiyo wanafocus sana huko. Sasa wengi ni Gen Z. Makampuni mengi yanatafuta wafanyakazi, yanatumia miezi na miezi kufanya interviews, kuingia cost za kutafuta wafanyakazi, na wanampata mmoja ambaye ndo talented, kwamba huyu ndo mwenyewe huyu. Wanampa offer ya kazi. You mean to say kwamba sisi tunapenda shortcut? No. What I'm trying to say ni kwamba Gen Z wana guts, wamekuja kuna neno kudisrupt mfumo wa kimaisha yetu. Mfumo mmoja wapo ndo tunauzungumza hapa wa kuwa secondary parents. Sasa natoa mifano ya mifumo mingine mingi ambayo inakuwa disrupted na Gen Z kama huwa wa ajira pia. Ndio hiyo article nilikuwa nimeisoma leo. So narudi hapa kusema kwamba inahitaji guts kuweza kuchange mfumo. Wengi tumeishi, hata Gen Z wengi, kuna Gen Z kibao na take care of the families. As in wako bado wadogo lakini wanakuwa hivyo. Mimi watoto wangu ni Gen Alpha. Lakini mi bado na ule Gen X, millennial, yani ule uzamani. Nikiwa natoka namwambia mkubwa take care of your sister. Tayari naanza kumuinduce ile mindset ya kusema kwamba I am the older sister here in the house, so I have to be responsible. Mimi ndio kusema. So hiyo anakuwa na good thing is kwa sababu mtoto wangu tayari sio millennial, yuko ameshavuka Gen Z. Sometimes ana respond back. Kuna time mpaka anasema I don't want to be the firstborn. Okay. Because of the responsibilities I am putting on her. Kwamba namwambia take care of your sister. Sometimes wanaweza wakawa wanagombania kitu nikatumia kauli kwamba you are the older one, you need to let some of these things go. Unajua ile inamuingia kwenye mindset yake kwamba kumbe kuwa mkubwa sio kitu kizuri, kwa sababu nakosa hizi opportunities, na they respond back. Lakini sisi zamani tulikuwa tunaona ni ufahari kuwa mkubwa. Yani unapokuwa kwenye familia wewe ndo kaka wa familia,
mgeni akija wadogo zako wanakimbilia wanasema kaka kuna mgeni amekuja. Wewe sasa ndo unakaa kwenye kiti cha baba pale. Unasikia ufahari fulani lakini ni kama ile twist, change kidogo. Sasa hivi it's no longer ufahari kwa hizi generations zingine. Wanaona kwamba it's too much. True, it's too much. Whether you like it or not, it's too much. Kwa hiyo unaunga mkono hoja mfumo huu disrupted na Gen Z? Of course. Mimi kwangu mimi naweza nikasema hivi. Sio mbaya kumkumbusha mtoto na nafasi yake ya kwamba ni mkubwa, of course. Lakini isiwe ndo lazima. Kitu wendo wa kwanza. Wewe sijui nini. Sio lazima. Mimi umenileta lakini sijaja kudili na watoto wako. Sawa hawa ni watoto wako. Rude. No, it's not rude, it's the fact. We are 5 kids, right? We all go to school, right? When I come back home, I'm gonna ask you guys, have you eaten? Is everything okay? But it's not a must. So your parents should be asking that question. Have you guys eaten? Kwa hiyo Liza, wewe ushakula pesa ngapi za dada zako na kaka zako? Wewe ndo wa kwanza umesema. Okay. Yes. Mimi nitatoa mfano kwa sababu nina my older brother. Mimi niko first born kwenye upande wa watoto wa kike kwenye familia. Alafu mimi ni second born kwa mamangu na babangu. Sawa. So mimi nashukuru pia nina mtoto wa kiume mbele. Kwa sababu my brother ambaye ni kaka ndo yuko kwenye generation yenu sasa. Ndio generation. Honestly ni yule kaka ambaye anajitahidi sana asiniweke kwenye ile position nijisikie mimi ndo mama wa dogo zangu. But at the same time anasema play a role ya kuwa dada but not mama. And nashukuru hiyo role anaichukua yeye kuwa kama mzazi. Hata na yeye tunamkumbushaga kwamba wewe he's helping and everything, but there is a time we click, we say hey, remember yourself, you're not our father, right? You gotta put yourself first as well. Or in that thinking kwamba forget yourself. Sio ile kwamba you can't tell me this because no, respect need to be there, of course, yeah. Lakini kuna mtu unaona kabisa anaenda miles. Unamwambia hey, calm down, okay? Calm down. Hata wewe mwenyewe unahitaji mzazi, right? But katika haya mambo tukubaliane, tayari hatuna wazazi, si ndio? Kwa hiyo tukubaliane kwamba kweli na wewe ni mtoto. Kuna muda kuna muda utakuja, but ukifika level fulani cool down. Hebu fanya mambo yako kwanza. Lakini ngoja kwanza. Kwani hizi responsibility ambazo mtoto wa kwanza anapewa, ukitoa kipengele cha michuzi, kama mtu hana pesa, vitu vingine kwa Gen Z vinakushinda wewe kuangalia ndugu zako. Vina ugumu gani hivi? Mimi nimesema Gen Z ni special group. Mpaka mdisrupt mfumo eti Gen Z ni kama last born. Tabia za last born ndo tabia za Gen Z. Niko sahihi. You're right, for the first time you're right. You know you're right. I have been trying to think about this thing. Akia Mungu umenisaidia. This is the truth. Kwa sababu wewe umetoka shuleni, nimechoka. Mimi tena ndo nianze kubatisha pampers ya mdogo wangu wakati mama wewe unafaa. Muangalia mdogo wako. Alafu mama kakaa pale anaangalia, ana watch TV. Can you imagine? Watch TV ni dhambi. No. Huyu ni mtoto wako. Baba yuko wapi? Msaidie mama yako. Baba, hebu fanya mambo yako huko. Mimi one thing I want to say here, not in a bad way, kwa sababu kuna majenzi wenzangu hapo asije akasema udada vipi, but one thing mimi I'm going to say it for my own experience because also I take care of my young sisters, but at the same time najaribu kuweka ile nafasi ya kuwa dada, nisiwe nafasi ya kuwa mama sana. But kama kuna sehemu nitashauri, nitatoa ushauri. Kama kuna sehemu naweza nikasaidia financial, nitasaidia. Kama kuna kitu kiko nje na box, tawaambia. And I'm not ashamed kuona mdogo wangu ananiambia you are wrong. Yeah, I get you. Now, this makes me think of a situation where hakuna wazazi. Baba gone, mama gone.
wamebaki sasa watoto, na si watoto wadogo kusema kwamba wanahitaji kunyweshwa maziwa, lakini ni watoto ambao hawajafikia hatua ya kusema wanajisimamia wenyewe. So if you are having that Gen Z mindset, nini kinaenda kutokea kwa watoto? You'll be destroyed. You or them? All of us, hata me including, kwa sababu mwenye si ni Gen Z. Kwa sababu like I said, we tabia ki last born, ngoja nitumie hiyo ya ki last born. We are in a generation where we are afraid of the fact and the reality of life. Tunaogopa. So kama tayari ushaona uhalisia, hatuna kimbilio. Mwenye haujikuzi, haujiongezi. Nifanyaje? Yeah, you need to sharp your mindset. Nidu? Yani everything need to click. Like, if I'm going to do wrong, I'm ready to face the mistakes nilizozifanya. Kama mmenotice, majenzi wengi unajua tuna skip mistakes zetu sana. Afu tuko kwenye msimamo. You don't own it, ama? Yani ni kwamba tunafanya kitu wrong, afu tunakuwa na tabia ya kublame, badala ya kukaa ujiulize, afu we subiri. Ama mimi ndo tatizo. Hamna reasoning. Okay, yani we always try to play we have a victim mindset. Kama ume notice. No. Mimi ngoja nikwambie ukweli kuhusu Gen Z. Gen Z ni generation pekee ambayo imejaliwa confidence. Shida ya Gen Z ni moja tu, kwamba they don't know how to use their confidence. Wanatumia confidence yao kwenye mambo ya kijinga, yani sio kwamba wewe unataka waitumie confidence yao in a certain way. Certain way according to you. No. According to you. Ngoja nikwambie kitu. Kwa mfano, hivi hii era tuliopo sasa hivi ni era ya inataka watu ambao wana skills nyingi sana. Unaelewa? Teknolojia. Kujifunza vitu vingi sana. Na unaweza kukutana na Gen Z ambaye wanafahamu vitu vingi sana. Gen Z, I can tell you. Yani Gen Z wako updated na mambo vibaya mno, usiwachukulie poa. They know things ya Gen Z. Shida ni kwamba wanavyo apply vile ambavyo wanavijua. Yes, wewe ni photographer labda ni Gen Z. Ndio, lakini kuna kitu ambacho haukifahamu. Lakini you are confident. Unajua ile wanasemaga overconfidence. Unakuwa kwamba no sasa hii mimi nimesoma, nimespend masaa yangu 3, hakuna mtu ambaye anaweza kuja kuniambia hichi kitu sio sahihi. So when it comes upo eneo la kazi, unaambiwa no. Hapa inabidi tu apply labda rule of third. Hamna, muone hii background kali sana unyama au yani umeona ile jengo kule. No. So unaweka kwenye misingi. So mnajikuta kwenye argument ambayo Gen Z wanakuwa hawana ile sense ya mipaka, kwa sababu wanajiamini sana. Yani ni kwa sababu wamezaliwa kwenye mazingira ambayo wana access to information. Yani hakuna limit ya ku access information. Kwa hiyo wana taarifa nyingi sana. They express themselves. Of course. And they stand on what they believe. Yeah. Kwa hiyo challenge hapo inakuwa sio wao sasa. Challenge ni wewe unaedili na wao. Kama kwa sababu hata na tatizo kubwa ambayo tushaongezea kwenye sessions za nyuma ni how to deal with people. Gen Z ndo they don't know how to deal with people. Completely they don't know how. Unaelewa? Kwa hiyo Liza. Kwa hiyo kama wakiweza kuitumia hii confidence walionayo, si ndio? Hawa ndo game changer kama ulivyosema, ndio watu ambao wanaweza kudisrupt mfumo. Lakini sasa yani wanafanya hiyo kwa njia ambayo wewe unaona sio sahihi. Kwa njia sio mpendeza Mungu. Naona nikisema hivyo mtaniacha. Hamtanifuata. So Liza, you are saying? Mi sioni hiyo. But ndo maana narudi pale kwamba whether we like it or not, wenzetu waliokuwa mbele zetu, nyuma zetu, whatever, walikuwa wana wisdom. Mama zetu. Walikuwa
wisdom afu hawana ile knowledge kivile kama sisi sasa hivi. Lakini sisi tuna knowledge and a lack of wisdom. Irudie hiyo. We have a knowledge and a lack of wisdom. I'll put this way. Mimi nishawahi kukana big professor, diplomat. Hawa watu wenzetu ambele wana mambo bwana. Hapo alikuwa kwenye 50 na whatever. But the way I was talking to him, alikuwa anaongea na mimi with the knowledge ambao of course amesoma zaidi yangu, anajua vitu. But nikaja nikagundua kumbe unaweza kuwa umesoma vibaya mno, lakini kama huna wisdom, it's a nonsense. So Siku moja akanipa swali nikamjibu, afu mimi nilijibu in a way ya kiheshima mno, lakini kwake yeye gisi ilivyoenda, ndugu yangu, kama nimemkosea heshima. Lakini yule profesa alikaa akachambua, baadaye akaniita akaniambia, how old are you again? Kaambia hivi, akaniambia umenipa kitu. Kweli nimeenda kujigundua I'm a narcissist. I'm a really typical narcissist and I don't know about that. But you were the one who So reminded me. admitted. He admitted. Because nimwambia everybody that surround you, they are hypocrite, they don't tell you the truth. But I will tell you the truth. Kwa hiyo ilibidi akukosee ndio umwambie hivyo. Mimi nilikuwa mpole kupitiliza. Okay. Unaona, alafu mimi na mdogo wangu yeye ni tick kwa tact. Lakini namjaribu kuja namwambia mdogo wangu, I don't know man, this professor ananikosea heshima. Alafu nashindwa kumwambia. Ambia niende, nikamwambia no. Me I have my time. ndugu wako alikuwa tayari Alafu kikawa nikamtu tu kadogo. I think umemwona. Yani she was like, let's go. Like, no, hold on. I'll handle this, but in a mature way. You know? And the day nilimwambia, trust me, ule baba paka leo ananiangalia kina kakatoto. I was like, yeah. Umesoma vya kutosha lakini hujakaa ujisome mwenyewe kwa nini kuna kosea maisha. You understand? So kuna namna unavyosema sisi tuna dare ni pale unapoona hao wenzetu wa huko kimwambia jamani usiende kushoto utadondoka. Mimi ndo nilitangulia kuja duniani bwana. Huku kushoto ndo kunafaa. That's wrong. Hebu nisikilize na mimi kidogo. Ndio maana unaona hata mwanao ukimwambia kitu anambia dad no. I don't want to be a firstborn. Alpha, I tell people every day. Unaona generation alpha ndo mapinzani wetu sisi sasa. Unamwambia kitu sio ndio version 2.0 ya kwenu. Exactly. Yani hao tutakuwa tunashikana mashati. Because wao ni hapo. Unaona hajawa na ile kama ya kipindi cha kaka yetu ulikuwa unaogopa ni mkubwa nisiongee nitaonekana sina heshima. Lakini mtoto, that is when you are building my confidence. Why amekuja dad, what you're going to use is to tell her next time when you're talking to me you need to watch what time and what am I into. Unajua we are not perfect, I mean okay sometime nisije nikamjibu mtoto kitu ambacho haingetakiwa nimjibu at that time. Kwa mtoto anakuwa anajua I'm confident so I have a right to defend myself. Hivyo sawa, lakini sawa, yani unajua mnajaribu kujenga point, lakini bwana this is Africa. Unajua hii ni Afrika, yani lazima yani tu yes, mimi nakubaliana na the fact kwamba mtoto wa kwanza sio lazima apewe majukumu yote. Hata mtoto wa katikati kama kijana hapa kama ana michuzi, yeye ndo anaweza kuwa Facebook kama nilivyosema, aisaidie familia. Sawa? Okay, inawezekana Gen Z bado mnajitafuta. Mnatafuta ku make in your life. Mnatafuta michuzi. Mnatafuta kutengeneza na nyie legacy zenu. Labda hamna pesa. Lakini kwa sababu sisi ni wa Afrika, bado lazima tuendelee kuzisaidia familia zetu pale inapobidi. Apart from michuzi, Gen Z wanawezaje kuact kama secondary parents ukiachana na kutoa pesa kwa ajili ya kuhudumia familia? Okay, I feel like kwa sasa hivi wengi wao pia wanafanya kutokana, tunaongelea sasa uhalisia wa Kiafrika. Kuna watu hamna kazi and I love Gen Z these days, tunajifunza kazi za mikono jamani. Hatutegemei maofisini na nini.
Lazima nirudi VETA zaidi. I want to be a chef. You know, so I feel like we have that grace kwamba tumeshagundua bwana, nikae ofisini mambo yatakuwa mengi, ngoja nijifunze kitu ambacho kitasaidia, kwa sababu whether we like it, kama unasema uhalisia wetu wa Kiafrika, lazima tu take care of familia yangu. Hiyo ni lazima, because you can see the reality. You know, my mom ana try, my dad ame try. So if mimi nina ile kitu ambacho I can see far, uzuri wa Gen Z anaangaliaga hivi niki nafika pale, unajua. Kwa hiyo unakutana kweli ana ujanja ambao utamsaidia kufika kwenye ile lengo. So one thing you need to understand, in reality of life, whether we like it or not, pesa itajika. You cannot put pesa pembeni. Na kinachotutuma ili tujenge, tusaidie wazazi wetu. Kwa mfano, nimekuwa kwenye sehemu wanamdharau sana wazazi wangu. Tatoka Arusha huko ndakuja kuwa bodaboda hapa ili mradi nimtoe mzazi wangu kwenye yale mazingira. Na sio kwamba, na wengi wao ukikao utasikia nakwambia mama alinikataza, akamwambia hapana mwanangu, kaa, bado wewe ni mdogo. Lakini kutokana na ile situation ya pale, kama mama, acha wadogo zangu wasome, mimi niende nikafanye. Because that is the truth of African typical situation. Na hiyo ni tabia ya watoto wengi wa kwanza wa familia. They are always ready to give up on themselves. Sema kwamba mimi acha niingie mtaani, hawa waende shule. Unaweza kukuta ameishia darasa 7 ama ameishia form 4. Lakini kuna mdogo wake mwingine anakuja na kuna uwezo wa kupeleka mtoto mmoja tu wa familia shule. Anasema huyu aende form 5 na 6 ama aende chuo. Mimi nitaenda kufanya kitu fulani. Most of them wako hivyo, na hiyo roho ya hiyo ni kitu ambayo ikimbiliki, kwa sababu wenyewe you can see the reality. Yeah, whether we like it or not. Sio kwamba majenzi jamani we are that selfish. Kweli mtu anatamani kweli, but you can't. You have to. Kwa sababu unajua kuna investment. Unaona ile kitu anakuambiaga acha wadogo zangu waende ni investment. Anajua hawa ndio watakuja kunishika mkono baadaye. Yeah. Okay. Sawa. Interesting conversation. Na napenda the way tumeifikia hivi. Yani tulikuwa kuna katikati hapa, tulikuwa tuko hivi. Nikifanya hivi mnanielewa? Tunachangamsha. Yani utano hapa na pale, lakini nafikiri tumemaliza vizuri, especially ulichokisema kwamba ndio kuna hizo ideologies za Gen Z hawezi kufanya hivi, Gen Z ni kizazi tofauti, ni special groups, all these ideologies zipo. Lakini when we bring it home Africa, we are Africans. Kuna namna tu maji waga yanafuata mkondo. Hata kama akisema mimi maji sitaki kupita huku, kuna namna tu yatarudi, yataenda kwenye ule mkondo. Lakini I think kitu kikubwa kwa watu wetu ambao wanatutazama, uwe Gen Z, uwe millennial, tunaamini kwamba una majukumu yanakukabili. Tunaamini kwamba dunia inakuhitaji wewe, na ninaposema dunia ni kuanzia kwenye tiny fraction of the world, ka community kadogo uliko nako, ka familia. Then jamii yako inakuhitaji. Lakini kikubwa ambacho mimi binafsi nimetoka kwenye haya mazungumzo nimetoka nacho ni kutojisahau mwenyewe. Kutojisahau kwamba you have plans, you have dreams, you're ambitious, you want to achieve something in life, you want to be a problem solver, kwa sababu that's what Club A to Z tunafanya. Tunataka tuwe na generation ambayo inatatua matatizo. Sio generation ya kulalamika. So you have things you have problems to solve and stuff like that. So if you forget yourself, you won't be able to do that. Despite the fact that kuna all these things ambazo zinakuja nyuma yako, inabidi uzishikilie mikono uende nazo. Na this wisdom ikiingia kichwani kwako, ikaingia pia vichwani mwa wale ambao unawavuta, nafikiri kwa pamoja mtakuja kuwa jeshi moja kubwa ambalo ni zito sana. Natukubali, this is the reality of life. This is life. Club A to Z. Swali, kazi, jibu.